I was craving for some traditional grains. Mboga ya kienyeji, so I went to the market. Nilikuwa natamani misheveve but sikupata, so I decided to buy this. Hii ni saga and kanzira. Yeah, saga and kanzira. So you mix saga and kanzira to neutralize ukali ya saga. Because ukipika hivyo itakuwa kali sana. And mi sipendi ikiwa kali. So yeah, I was taught una mix ndio itoe ukali. And the worst part of kutengeneza mboga ya kienyeji ni kukata mboga. I hate kukata mboga. Ukitaka kuniua, nipatie mboga nikate. I hate that work. Heri hata nifanye thorough cleaning ya the whole house, lakini nisikate mboga. But now I had to make mine from scratch because kwa soko they don't do that for you. Wanakuuzia mboga, unakuja unajioshea, unakata, unapika. Yeah, I had to do it because I was craving, so yeah. This was it after nimekata, na msiniambie nimekata mboga kubwa because mboga ya kienyeji watu wengi wanajua inafaa kukatwa kubwa. In fact, watu wengi hata hawakatangi, wanakatanga hivyo. Heri mimi nilikata. And then nilichoka katikati after kukata mboga, decided to make a smoothie for myself. At least initulize roho after kukata mboga. Yeah, that was it. It was so thick and nice and sweet. Cheers. So it was time to get back to cooking and tell me why. Sina sufuria kubwa. Na nilikuwa nimenunua mboga mingi, like it was too much for one person. Nilikuwa nimenunua mboga mingi, haingetosha sufuria moja because I don't have a big sufuria. So I had to use 2 kuchemsha ndio at least iki shrink. Then sasa nitakaranga kwa moja. So yeah, nilizichemsha, ikaiva, nika-drain hiyo maji. I mean, after umechemsha, si kuna maji inabaki. Juu naekanga maji and then kuna maji mboga inatoanga. So after imechemka imeiva, you drain that water because hapo ndio ukali inakuanga. So I drained it after nimechemsha ikaiva. Like yeah, wait for it. So hapa after like a short while nilingoje ikachemka kidogo and then I drained out that water kabla nianze kufry it. Nieta kufry. Sitaki kusema kukaanga. Mimi sijui kusaidia kabla nianze kukaanga. Ni kukaanga ama ni kukaranga? Whatever. Yeah. So time ya kukaanga imefika. And now I was trying to do the Nisombati style ya chopped, done. Sijui nini nikashindwa, nikaachana nayo, nikafika time to fry the vegetables. Sasa nilikuwa naeka mafuta and yeah, hiyo mboga ilikuwa mingi and I believe utamu wa mboga ni mafuta, so I had to put as much oil. I mean enough. Yeah, utamu wa mboga ni mafuta, so yes. I would advise you uweke mafuta mingi ukipika mboga hata kama ni sukuma. Siri ya kupika mboga tamu ni kuweka mafuta ya kutosha. Yep. Oh, and one thing I forgot to say at the start is ukishaosha mboga, I mean the first thing to do, wash your vegetables, chop them, and then ukichemsha unaeka maji kidogo kwa sufuria, chemsha, and then ikishaiva drain that water. Hiyo ndio inatoa ukali ya saga. But this is just the step for saga, to be specific. Saga peke yake, si hizo mboga zingine za kienyeji because kila mboga iko na vile inapikwa. So yeah, this one hivyo ndio inapikwa. And then ukisha drain maji nini unakaranga with the desired spices, onions nini. Yeah. So this is how I did mine. Nilichemsha hivyo vile nimesema nini, and then I fried my onions, tomatoes. Nikaweka mafuta kutosha vile nimesema utamu wa mboga ni mafuta, and then I added some royco. Yeah. Oh, and salt and maziwa. Nitaonyesha hapo baadaye nikiweka maziwa. Yeah. But yeah, because I believe okay, mimi sipendi spices mingi, and then also mboga ni ya kienyeji, so wacha ikuwe kienyeji. The only thing I added ilikuwa tu, apart from onions and tomatoes, the only thing I added ni royco and milk. So nilikuwa naigonga hivyo, na hiyo ni kugonga ama nikufanya. I was doing that, hiyo kenye nafanya na mwiko kubonda hizo mavijiti because I sipendi kuzitafuna, ndo zibondeke zikwe soft. So unazibonda and then inachemka mpaka hiyo maji iishe. Hata kama ijaisha yote but at least iko imepungua hiyo maji, unaona.
and then ndio una add maziwa. After adding milk, unachemsha tena, unachemsha mpaka hiyo maziwa ishe, because you're not trying to kupika kadhufu. Hatupiki supu, so yeah. Ukisheka maziwa, unaona vile ni mingi. Now we are trying to avoid that soup. Tunatengeneza mboga sio supu. So utachemsha mpaka hiyo maziwa ishe. Unachemsha tu kabisa mpaka it dry out. So that's what I'm going to do with mine. Nitaichemsha mpaka ishe yote. Yeah. But then pia unaweza kuwa unakoroga ndio isishike chini. Yeah, you keep hivyo vile nafanya. Ilikuwa imeanza kukaa tamu. It was looking so yummy already. Yeah. Disclaimer, everyone has their own style. This is mine and I love it this way. So if you have your own recipe, I respect that. If you've never cooked mboga ya kienyeji and wish to try this, I highly recommend, please try. Recommendations on how I can better my style on the comments. Thank you. It turned out so perfect. It was so yummy. Ilikuwa imeiva vizuri, yani. Ngoja tu. Just wait for it. Ngoja hiyo maziwa ikauke. Wait. Ngoja ikauke. Ndio hiyo. Kaboom. Kamekauka. It's time to serve. Serve it with your favorite stew. Maybe I served mine with chicken and some white ugali. It was so yummy. I would recommend this style. Thank you for watching to the end. Please comment, like, share, subscribe. See you in the next video. Love you. Mwah!